Bwana Yesu asifiwe, mtu wa Mungu. Karibu kwenye huduma ya Tumaini Service. Every soul is saved, kila nafsi imeokolewa. Ujumbe tunaotembea nao siku ya leo ni kwamba hasira humfanya mtu ashindwe kuchukua maamuzi sahihi. Hasira humfanya mtu ashindwe kuchukua maamuzi sahihi au ashindwe kufanya maamuzi sahihi. Tukitazama kitabu cha Mhubiri ile sura ya 7 ule mstari wa 9, Mungu anasema hivi: usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Kwa kumbe chumba kinachotunza hasira ni roho ya mtu. Maana anasema usifanye haraka kukasirika rohoni mwako. Kwa kumbe hasira inakaa kwenye roho ya mtu. Kwa kama hasira inakaa kwenye roho ya mtu, ndio maana Mungu anasema usifanye haraka kukasirika, kwa sababu kitu cha kiroho kukitoa kule ndani, operesheni yake sio kitu rahisi kama ambavyo kingekuwa ni kitu cha mwilini. Sasa ukienda kwenye mstari huo wanasema, maana hasira hukaa kifuani mwa wapumbavu. Mpumbavu ni nani? Ni yule anajua la kufanya lakini hafanyi. Ndio maana kwenye somo tunasema kwamba mtu anayefanya hasira anashindwa kufanya maamuzi sahihi. Kwa nini? Kwa sababu anajua cha kufanya lakini hataki kufanya. Ndio maana wengi walipokasirika wameishia kufanya matokeo hasi. Wameua, wamejiua, wamelipa visasi kwa jinsi ambavyo sio sahihi. Kisasi ni cha Bwana, wao wamechukua hatua, wamejichukulia hatua mikononi. Kwa wamefanya maamuzi yao kwa jinsi ya kibinadamu, lakini msukumo ni nini? Ni hasira walizokuwa wametunza kwenye roho zao. Kwanza Mungu anaposema kwamba usifanye haraka kukasirika, maanake inaweza ikakupelekea kushindwa kufanya maamuzi sahihi. Na watu wengi wanaishi kwenye maisha ambao walifanya maamuzi kwa sababu ya hasira, kwa wakajikuta kwamba wameingia kwenye majanga au kwenye matatizo walioyaingia kwa sababu maamuzi walioyafanya yalitokana na kukasirika. Kwa kule kukasirika wakashindwa kujidhibiti. Ndio maana Mungu anasema muwe na kiasi. Sikuwapeni roho ya woga, bali roho ya upendo, nguvu na moyo wa kiasi. Kile kiasi ndio kinaweza kukudhibiti sasa, kwamba usiingie kwenye kufanya maamuzi yanayotokana na hasira. Sasa tukiangalia mfano kwenye kitabu cha Yakobo, Mungu anazungumza kwenye kitabu cha Yakobo ile sura ya 1 ule mstari wa 19. Bwana anasema hivi: hayo mnajua ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika. Tuwe wepesi wa kusikia. Chanzo cha imani ni kusikia. Tuwe wepesi wa kusikia. Baada ya kumsikia Mungu, maanake Mungu anasema tusiwe wepesi wa kusema au kukasirika. Sasa watu wengi wamekuwa wepesi wa kusema na wepesi wa kukasirika, lakini sio kusikia. Na Biblia iko wazi inasema tumekuwa wavivu wa kusikia. Kwa sasa ile kuwa mwepesi kwenye kusema, unaweza ukajikuta sasa ndio unasema vitu ambavyo vinaenda kufanya uharibifu kwenye jamii yako, vinafanya uharibifu kwenye kazi yako, vinafanya uharibifu kwenye ndoa yako, vinafanya uharibifu eneo lolote. Ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi alimwambia Mungu, niwekee mngojezi kwenye kinywa changu, niwekee mlinzi kwenye kinywa changu, ili nisiwe mwepesi wa kusema. Na tukitazama pia kwenye Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28, sura ya 28, tukikazia kwenye hiyo Yakobo 1:19, ile sura ya 28, Mungu anasema pale kwenye mstari wa 1 na wa 2. Mstari wa 1 anasema kwamba itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote na dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Maana yake nini? Tunazitafuta baraka, lakini kama utazitafuta baraka ndani ukiwa umekasirika, unafanya maamuzi ya kukasirika, uwe na uhakika unachokitengeneza mbele ni uharibifu. Hutengenezi amani ya Kristo, hutengenezi nguvu ya Kristo, hutengenezi nguvu ya Mungu ambayo itakuwa msaada kwenye maamuzi unayoyachukua. Kwa mtu wa Mungu lazima uelewe kwamba kukasirika kumewafanya wengi wachukue maamuzi ambayo sio sahihi, au wafanye maamuzi ambayo sio sahihi. Kwanza na wewe na yule na mimi, yoyote yule anaposikia hali ya kukasirika,
Mungu anasema hasira msipande nazo vitandani. Hasira ikutoke kabla kujakucha asubuhi. Kwa maana yake kwamba unapoingia kwenye siku mpya, unapoingia kwenye majira mapya, unapoingia kwenye saa mpya, unapoingia kwenye mapatano mapya, hakikisha huna hasira za nyakati zilizopita, za majira yaliyopita, za siku iliyopita, kwa sababu utategemewa kufanya maamuzi kulingana na majira mapya. Sasa utakaposhindwa kufanya maamuzi kulingana na majira mapya, maana yake ile hasira ndio ilisimama pale. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa wakati mwingine watu watakutambua kwamba ndani una kitu gani kulingana na hasira ilivyokuamulia kule ndani. Mungu akubariki sana kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.